kwa jirani za uongo na kweli, akishapika unakula ndio unafanyaje, unaondoka. Lakini kikuangalia katika ulimwengu wa roho, wewe ni tajiri sana. Ukitaka uwe na mafanikio ya kwako mwenyewe, hakikisha unafanya kazi hii ya injili ya kuwaleta watu kwa nani, binti yangu? Kwa Yesu. Jana nimesikia story. Watu huku bwana wanasema kule njiani mbali sana, labda tungekuwa na usafiri. Babako ana gari? Nijibu kiongozi, baba ana magari mangapi? Hana hata mmoja. Sasa ili ununue wewe gari, tembea kwa mguu kwa hasira, kwa sababu humo njiani si unakutana na watu. Unaanza naye yule unayokutana naye huku, unatembea huku umekasirika, huku umenuna, huku unalia. Ukimaliza hili zoezi upako wa magari unakuja juu. Utashangaa Mungu amekubariki, umepata pesa, umefanikiwa, umefungua biashara, umefanikiwa, umepata mume, umepata mke, kila kitu hapa nimekuja nacho. Nachotaka kipo. Geuke jirani yako, mwambie acha kudeka. Pastor Joseph, mimi nataka kutengeneza makomando. Naomba mniachie hiki kikosi. Tatengeneza hapa makomando wa jeshi. Ndio maana tumeanza na hiyo, hamna kula wala kufanyaje wala kunywa, alafu unakwenda kwa miguu. Jua linawaka. Kikutana na magumu unalia, alafu unaendelea na nini? Na msafara. Wala usilalamike. Mtu akikukwaza, geuka pembeni, lia kidogo, ukimaliza alafu unaendelea kupiga nini? Kupiga kazi. Kwa sababu kuna kitu ambacho unatafuta. Tuko pamoja wanangu? Lakini usimlalamikie mtu kwamba sijui fulani kanikwaza, kwa hiyo mimi siendi. Hasira zikizidi, jifiche sehemu. Vichocholo si vingi tu. Lia pale. Alafu nafuta machozi, unaangalia vipeperushi havijaloa, unaenda kupiga kazi. Naambieni mkifanya hiyo kazi kwa uaminifu wanangu, mtakuja kusimulia watoto wenu kwamba alikuja nabii. Mimi nataka kila mmoja aniletee idadi ya watu, na uhakikisha watu mnakubaliana kabisa. Na nimekuambia mchumba wako yuko mtaani wewe, haleluya, kwenye lile kundi utakaloleta kuna Mungu atakuinulia mmoja pale. Kama hatakuwa katika lile kundi, simaanishi ukiona handsome unamwambia kaka tende kanisani. Na maanisha hivi katika wale watu uliowaleta kuna upako utasimama pale. Kupitia ile kazi Mungu atainua mume. Sio katika watu wale, usiwaangalie wenyewe, iangalie kazi. Piga kelele, sema amen. Kwenye hii kazi mnayoiona ngumu ndo ziko baraka zetu. Samson alipoona simba aliogopa, akamkabili yule simba. Alipomuua akatoka, anarudi akakuta nyuki wametengeneza asali ndani ya mzoga wa nini? Wa simba. Ndio akasema katika mwenye nguvu ndimo ulimotoka utamu. Sasa wewe unaona mvua unakimbia, ungeona simba. Hivi Samson angemkimbia yule simba angepata asali? Wanangu, kesho tutoke kivingine.
tutoke na hasira, tutoke na wivu, tutoke na moyo wa kazi. Mimi nitafika hapa mapema, saa 3 nitakuwa hapa. Na nitakwenda na ninyi mtaani. Mkishaona mmeshika kasi, ndio nitakwenda kwenye maombi. Lakini lazima niwafundishe kazi. Huko unako kwenda ndiko baraka za Bwana zilipo. Nyinyi makamanda, si mnataka upako? Upako huko juu, huko chini. Sababu Biblia inasema watakaojinyenyekeza hadi chini ndio nitakaowainua. Kwa hiyo Mungu ainue aliye juu, akiukuta juu anakushusha. Lazima uende hapo chini, umsubiri Bwana hapo chini. Ndio maana niliwapa mifano ya watumishi wa Mungu, baba yetu pale, Mzee Meshaki, katibu yuko pale, mama. Mnaona ni watu wa kawaida tu. Wamejiweka nini? Kawaida. Lakini ndio waliofanya kazi hii yote mnayoiona hapa. Ndio maana Mungu anawabariki. Lakini sisi ambao hatujawahi kununua hata waya hata mwendo tunabadilisha. Ujambo? Niambie shikamoo. Finga ngumi, zungusha ngumi hewani. Alafu mpige jirani yako ngumi ya sikio, mwambie unayasikia haya na zungumza. Nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili aweze kuwakweza kwa wakati wake. Yaani Mungu hakuinui muda unaotaka wewe. Anakuinua ukivumilia na kuthibitika kwamba umenyenyekea. Hainui muda unaotaka. Ndio sababu nimekuja hapa na roho ya baba, ili niwape urithi. Baba hatoi zawadi kwa mtoto wake, anatoa nini? Urithi. Na urithi naotoa hapa ni upako wa utumishi ndani yenu. Upako wa utumishi ndani yenu. Watakuja hapa wahubiri wa kila aina kwa majina yao, lakini hawatatoa urithi. Watatoa huduma. Amen. Mimi nadili na watumishi wa Sinai, na njaa na watumishi wa Sinai. Watu watakao tembea na roho ya Mzee Meshaki. Watu watakao sema baba yetu alipewa maono akajenga madhabahu, tutaifia hii madhabahu. Hao ndio nawataka mimi. Mtaona chochote mnachotaka kwenye maisha yenu kinatokea. Upako ni nguvu, na nguvu inaanzia kwenye unyenyekevu. Na ukipewa neno ukaenda kutembea nalo, nguvu zimo ndani yake. Ukipewa neno ukaenda ukakutana na majaribu, usiulize Mungu uko wapi. Lile neno ulilopewa ni yeye. Unachotakiwa ni kulitenda. Au hujaelewa? Si niliwaambia juzi mfano wa Petro. Aliambiwa, Bwana kama ni wewe niambie nije. Yesu akisema njoo, akaanza kutembea juu ya nini? Kilichomshikilia ni lile neno njoo. Kwa hiyo ukienda, neno la Mungu litagharimia maisha yako. Litaondoa mikosi ya ukoo wako. Niaminini. Mkiniamini kama nabii mtafanikiwa. Kwa sababu Biblia kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 20 anasema hivi: muaminini Mungu mtathibitika, waaminini na manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Kwa hiyo unapomwamini Mungu unapewa uhalali wa kufanikiwa, lakini hufanikiwi.
ili ufanikiwe lazima umwamini nabii, kwa sababu nabii ndiye anayejua utafanikiwaje. Njoo. Chukulia wewe ni yule mtu. Sawa? Wewe ni Mungu. Mimi ni nabii.